asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Basi nataka kutambulisha majina yangu. Reverend Pili Mutiso kutoka kule Kangundo, pale panaitwa Mkunguni. Kwa hivyo na furaha kuwa mahali hapa siku ya leo kwa ajili ya kutiliwa mafuta kwa Bishop Charles. Kwa hivyo sasa nataka nianze kukaribisha wakubwa wetu hapa, wakubwa wa dini, kianzia na Archbishop, wale mabishop wengine na wale wengine wote wamekuja, viongozi wote wale wamekuja, na wakaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Karibuni na mujisikie vyema. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo jisikie vyema ukiwa mahali hapa, maana siku la leo ni siku kuu, ni siku ya kuona Bishop Charles akitiliwa mafuta rasmi. Amen. Rasmi. Praise the Lord. Maana wakuu wa dini wako hapa ili wamutie mafuta kama Daudi. Amen. Kwa hivyo karibu sana nyote na msikia vyema mkiwa kwa nyumba la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. I want to say why we are here, because it is important to say why we are here. I want to say why we are here. We are here for inauguration service. Tuko hapa katika ibada ya uapisho. Inauguration is an act of officially putting someone in a position. Kuidhinisha njia rasmi ya kumweka mtu katika nafasi. So we are not here for consecration. Kwa hivyo hatuko hapa kwa sababu ya kumweka askofu wapya. Bishop Charles Maundu Mwanya was consecrated some time back. Askofu Charles Maundu Mwanya alitiwa wakfu wakati umepita. We are here for inauguration of Bishop Charles Mwanya. Na tuko hapa katika sherehe ya kumwidhinisha Askofu Charles to the office of the Deputy Presiding Bishop, katika wadhifa wa naibu askofu mkuu, and the regional overseer of Makueni, na mwangalizi wa kanda ya Makueni, of the New Life Outreach Mission Church. Mwangalizi wa kanda ya Makueni wa kanisa la New Life Outreach Mission Church. That is the reason why we are. Hiyo ndio sababu tuko hapa. Amen. Amen. The things of God are never taken, but they are given. Mambo ya Mungu hayatwaliwi, yanapeana. You cannot put yourself in an office, you are put in that office by someone else. Hauwezi kujiweka katika. Bwana Yesu asifiwe. Basi na tuketi. Nataka kuchukua nafasi hii kwa maana nitasimama kwa mambo mengi. Niwamkaribishe mnenaji wa siku ya leo, rafiki yangu na Getani Jameson Kamba, all the way from Makueni Kibwezi. Welcome. Tuambie neno vile Bwana amekuambia, na kukaribisha kwa neno, na kukaribisha kwa neno, na kukaribisha. Tusimame. Wow! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Yes. You can take your seats. Bwana asifiwe. Mwenye natari. Wengine
meda maduni wangekuwa wametumalia ando watu uyambe yo kubiruka maye sio upite ngai munena haleluya haleluya ngai watu upite na kifanye kindu kingi watu wanabeba upite ngai wilai ya hadua ambaye madini wasia ona ngai madini ya haleluya. Nilifurahia sana Philip leo amenichekesha sana. nitani muno Philip ande cha muno mundi Aliniambia kuna bahali pengine wa jamaa waliona akatoa shati naye akatoa shati. ambiye wanawake wanaingia kama mjasani na akaongea yake Na akapiga na wao. betana mo Wakajua huyu mzee si kidogo. aende hapo yote na nini Ina ngai munende. Tama ni Yesu. ubiri Yesu Tama ni Yesu. ubiri Yesu Hivi ndani yake akunda wanamtaka. Amen. Kama sikawa Mungu. Kwa upande wetu. Hata wakienda kwa waganga na maji nitilamuza kwako Wafanye nini nje kwa hawawezi. Rewe Yesu Bwana asifiwe. sio maana chililiengisa kama Wakati mmoja alikuwa na brush meno. mchawi akanitumia ndege aje kunitoa anigonge kichwa yangu. Kama mmoja mtume yake akazunguka kwa mtima mtu wake. And the time of resurrection outside the house. That which never did. Akatuma huyo ndege. Mfanyakazi akamwambia kundi ndio anakuma wa kichwa. Akatazama na hakuna kundi. Macho yake. Angalia. Akachua. Nataka nikamboya. Wakaingia kwa maombi. Akikuwa chifu. Akaenda kwa chifu. Asitaka. Akashtaka. Hasa mtu ndio bana mbana ngewe. Akasema yule mzee pale anaendelea. Kwa hiyo kesho gari siku yako hiyo ndo. Anaomba mpaka kuja hapa kufanya. Chifu amena tu polisi apite angezuru kama. Nana sisi ndo kuitanga Na akaangalia anayofanya. mama. Alikuwa mama. Ayo tumokite kuipa ukimu. Kuna mtu yule kwa kwa pende kwa mpiziaje tu. Watu walikuja kutibiwa ukimwi pale. Ukikuja kwake anakuonyesha maana ni Na madhara. hiyo akia anake ndaimoni sia siketi ama anasema kama na huo. Anamwambia mama mizimu inamwambia vijana wale wanawake Na ukija kwako na yangu imamu huyu na mnege leo sasa. akaiona mkono akaambiwa Kona tumeanga ile kwa hizi kofia. Mapiti le mangine maingi mwa Wamepitia katika mishale mingi sana. kama ya twango. Kama tunaendelea. We have come from far. We have far. We have come from far. We are far. And we are going far. Ubote tabanyamba kati kungute. Ninasema Meda matumeni. wangekuwa washatumeza Tika. angali tu hai. Ini nenda kukuyate. Nataka nikwambie Kila wamundu dusindana na wanga. nguvu za binadamu haziwezi kushindana na nguvu za Bwana. Bwana sifiwe sana. Na hii ni beasia tende muswausu. Inasema nini katika Medo amatumenile twinda. wangekuwa wametumeza kudhilika kwa kanite. wakati kusozoneka kwao kulikuwa kumewaka. Nuwisitiende woseo. Unajua tutakiwi mema. Nasiadete hiki na wanu mumega mu.
katika sherehe kama hizi Atia mama mwana zacha usiwaenda gari wendo dhokeiwa video manda na bikakunya nikina wasiadi ikina wabono wakati sisi watu kwa kwa mungu lao tana koma mtu ambaye hata uko nilo na mile kuicha tu tana koma akome akitete Kabewe Yesu. Mazibele mama tupikie. Usiwini wapitile ulo. maji mengi yangekuwa yametumeza na bahari zingepita juu yetu. Unajua ukiamka adui wako anakuwazia mabaya. Wewe sio Mungu mmoja kufanyia mambo mabaya. Na ndiposa Biblia inasema Na Biblia kwasi kuingia kwenu kulikane kwenu na kutoka kwenu kutakuwa kumebarikiwa. Hii inamaanisha nini? Tumezingirwa na kuna yule anatuendesha. We don't drive ourselves. We are driven by the power of God. We are carried by the wings of the Lord. Hallelujah. Amen. Ukakia mundu Usiogope binadamu. lakini kubia ndo kakamu. Wanakuambia usiogope mtu. Mundu mwasome ndimo ya mjongo kenda nina. Mmoja asome. Wewe ndo ndiye ukunena ndero cia Mungu. Tungi ni lengi. Yehova ni wisi moswani o mamundu kana ni mamana Bas. Yehova ni wisi moswani o mamundu. Bwana anatoa wazi ya mwanadamu. Ni mamana. Usiogope maneno ya watu. Hata mwimbaji mmoja wa dunia Mwini umwambi akaimba akasema asiati maneno mengi sipendelei. Oh, maneno mengi sipendelei. Maneno ya watu siyapendelei. Ya bure. Hayatakupeleka mahali. Let Jesus reign in our lives. Kumwache huyu Yesu atawale. Wana kivu kingi. Wamesema hata maji mengi Makituwika. hayawezi yakafurika. Nuwisi moi hapo ikisia isa msiombe. Unajua mchawi kubebesha mambo yote. Wewe kaza ngakele kunusidala ka bubu ni kivu. Mvua ikinyesha lazima usivuke huo mto ubebe hapa. Akasi usiko bwike. Anasema maji ya kufurika. Hicho ndo watu noisie. Kivu kiweka mtuga la kukaka. Umetuchosha maji ya bebe hiyo gari yako. Na mayona ngale ya bidali. Wanaona tu gari. Ngo mazu na yabe. Huyo shujaa. Yabe mundu endia. Huyo mtu alienda wapi? Ni ngai. Ni Mungu. Kupila ni ngai. Wima kwa Utawanya tu utawanya ni ngai. Naenda tu naenda ni ngai. Tibi na wito. kwa nguvu zetu. Hallelujah. Hallelujah. Kivuke the atatu bwikie. Maji yalikuwa yatufurika. Ayai. Mazi alamekadhira medwa mavitilinde yunuwa madhayu maitu. Maji mengi upida wa kelele mingi ungekuwa umefurika maisha yetu. Nini sibaha ingini mwenda hapo sisi yote ubingite kano changa. Wengi hapa mtazama mtu wakati umefurika. Ukona kiucho peta kimo kuna. Unaona maji yanakuja yanagonga ukuta. Kikadhi muno. Imejisifa sana. Chasa mango dhenge ya kutwabi. Inasema ningekukaribia Kika kimo tena. kuta. Inagonga ukuta tena. Ukewa mazonga songa ngiyu kutobu ya kwomu. Wanasema songeni huko. Ainoi mundu ya nisi ya kivuke kukue. Mungu ni mtu ana Hai kivucho kikadhi. maji ya kuja. I cannot be carried by water. Maji nikabebwa na maji. Tunabebwa na mawingu ya Bwana. That's why people they cannot understand us. Ndio maana watu waweze wakatuelewa. They don't understand the kind of power we have in Jesus. Hawawezi wakaelewa aina ya nguvu They tuliyo are nayo. confused. Wamechanganyikiwa. It is our time to preach the word of Ni God. wakati wetu wa kuhubiri injili. To preach the gospel Kuhubiri injili without fear. bila uoga. Because God is on our side. Maana Mungu yuko upande wetu. Sasa tuko hapa kwa ajili ya injili. We are here because of gospel. Maana sasa kama ndio boku nguti. Kuhubiri injili mpaka uzeeke. Nakuelewa nitamutumia neno yunge. Naye kama kuna huyu mzee na huyu mwingine. Mama ni basa. Kaenda. Na ndio hapa. Asikusahau. Munene no mangite chabi na tio di America no umanga andu magu atatu kanana tibi namo. Umepata tutoke nje. Na wewe Yesu. Bwana asifiwe. Nunu
kulelangai weza. Aikiruki kikali. Maji yanakuja kwa sifa. Chuke kengure. Hatuja nibebe. Wale vipande kengure. Mimi siwezi kulelangai. Ainuiwe Bwana kama Bwana. Yahweh. Ainuliwe huyu Bwana wa mabwana. Biblia inasema na tawe Yehova mfawaka mzato na utatu nena na tiwa mutao na yao ni mo Asifiwe Bwana wewe kupeana tuwe katika mitego yao. Haleluya, soma Kiswahili. Haleluya. Na tawe Yehova Asifiwe Bwana. ulota kunena lewe Ambaye ulota nena na kakonzi ulota nena na sigogo. Haleluya. Haleluya. Na tawe Yehova Na asifiwe Bwana. ulota nena na poso mayo. Hawawezi. Na asifiwe Bwana. Ni adui Nimeokoka kama ndege katika mtego wa windaji. Mtego umevunjika. Nasi tumeokoka. How foolish I was. There for you. Na leo hapa naoga.
mmoja mkononi. Unamwambia mtumishi wa Bwana enda na amani. Once he basi Simone Mungu. Sio kusalimia pastor na mkono mkavu. You need to talk from these people. Unakuwa kutoka Bwana. Amen. Mosio che lo vedo ma tu una mano ma va a dormire su guardi wengine wanaona pale kula mafuta ya kondoo anashika kama kakuta supu ya unga. Tembea kama Bwana zote kwa wake wangu kingi. Salama au mchao zima. Nimekuambia mwana wa David Zaba, nimekuambia baba. Ete hela ono nene wangu. Unaona ukubwa kwa. Ona mbefu kwa ya 15 milioni ya kanisa. Ona mbefu kwa ya kule hiyo kuna hela. Askofu unaongea lakini kwangu. Askofu unaongea nende kwako. Lakini naona katika ulimwengu wa kiroho. Lakini kuanzia leo utaanza kuimba ukisema twende mbele, songa mbele. Nina let it there. First remove your hand. I will show you how to get your things. Let the man of God. John was told by mom. Leave it there. And mom took a stick. And they pushed the 50 cents from the other. Today, what you are holding in your hands, let it go. Let it go. Let it go. And then expect from God. Remember the time when when Jacob was in the land, when his children, Joseph was the prime minister in Egypt. Remember the message that he said to Reuben. He said, go and tell my dad, let Reuben go. Hello? Mwachilie Reuben atoke. Kumbe alikuwa akienda milango ifunguke. Kilo kwete ukuwa na kitabu yenze amecha. Kile umeshika ambacho kiwezi kufungua milango, achilia. Mungu aonekane. Amen.
Stand on your feet while we can pray. You are saying, unasema ya kwamba nataka kubarikiwa. Kwa maana najua mtego wangu umekatika. Na kuanzia leo mahali ninafanya huduma nitafanya serious. Nitafanya bila kuoga. Maana Mungu yuko pande wangu. Sitaogopa maneno ya wanadamu. Maana Mungu anajua maneno ya mwanadamu ni ya bure. Usiogope maneno ya mwanadamu. Be focused. Don't lose your vision. Tazama Yesu aliyeangikwa msalabani. Pia ana suluhisho. Ambie Bwana, siku ya leo nimetambua mtego ambao ulikuwa umenitega umekatika. Niko huru. Nitakutumikia. Nitakuabudu. Nitakuinua. Nitasema mazuri juu yako. Tuinue mikono yetu. Nasikia the Spirit of the Lord is telling me, kuna moja anasema no. Askofu niruhusu nije nisimame pale mbele unitamkie neno la baraka. Ikiwa nasema nataka kuja mbele, kimbia mara moja. Milango itafunguka. Maisha ya umasikini, maisha ya ugonjwa, maisha ya kuumia, maisha ya mateso, leo tunayang'oa. Maisha ya kuishia na pesa, maisha ya ufukara, leo hii Yesu ataleta mabadiliko. It was powerful.
Kama tumesimama nasema hivi, Man of God, may God bless you. mtu wa Mungu, Mungu akubariki. May God bless you powerfully. Nani amebarikiwa? Lola wale mwana. Nani amebarikiwa? Lola wale mwana. Nataka tufanye hivi, tuketi. Tunataka leo We leave the band standing up. tuiache bendi ya muziki ikiwa imesimama. Watupatia wimbo mmoja. Tunataka wale mwana. And we are going to give an offering. Mungu itikia mambo mawili, Prayer and an offering. maombi na sadaka. It is written in the book of Luke chapter 6 and verse 38. Imeandikwa katika kitabu cha Luka 6:38. Give and it shall be given. Wapeni watu nanyi mtapewa. Good measure. Kipimo kizuri, Blessed down. kilichosukwa Shaken together. kilichoshindiliwa, Overflowing. kinachofurika, Shall be put into your lap. watu watawapa For the kwa same measure you give to men, kwa kuwa kipimo kile the same measure shall be given to you. kipimo hicho kitapimwa kweli. I want us to give an offering. Nataka tutoe I sadaka. want us to give a letter and data. Leo nitakuonyesha weka hapa. Hapa. Fungua yote. Fungua yote. Na please you're going to bless them. Nauliza ukawabariki. May you be gracious to every one of them. Ukawe wa neema kwa kila mmoja wao. May thy word come to pass. Neno lako litimie. Increase their finances. Ongeza mapato yao. Extend their financial income. Ongeza mipaka yao ya kifedha. Give success. Wapatie fanaka. Prosper everyone. Wafanye wafaulu. Take them to the next level financially. Wapeleke kiwango kingine kifedha. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Pray that the offering will be blessed Naomba sadaka to ikabarikiwe the glory and honor of your kwa name. utukufu na heshima za jina In lako. Jesus' name I pray. Kwa jina la Yesu ninaomba. And before you start, Sasa bendi, kabla mjaanza, before you start, I want to read while we are standing. And kama then tumesimama, after I read, you are going to sit down. baada ya kusoma mtaketi. This is the profile of Bishop Charles Maundu Mwanya. Hii ndiyo taathia ya mtumishi wa Mungu ya Kakusi. Steps on a path that are known to him at the time. Akipiga hatua kwenye njia ambayo hakuijua wakati ule. Dunia ilidhani ni kurudi nyuma. God used that setback. Mungu alitumia kurudi huko nyuma. It was there in a prison cell that he first heard the gospel and surrendered his life to Christ. Ni hapo katika gereza alisikia injili kwa mara ya kwanza, akayapeana maisha yake kwa Kristo Yesu. Yet the journey was far from over. Na bado maisha yalikuwa tu ndio yanaanza. In 1991, he returned to Kiteta. Mwaka wa 1991 alirudi tena Kiteta. But like many of us, Na kama wengi wetu, he faced personal struggles and the backslide, alikabiliana na kung'ang'ana kwa kibinafsi na akarudi nyuma. falling into alcoholism. Akirudi nyuma kwa ulevi. But God is never finished with his people. Lakini Mungu katu habalizani na watu wake. One day in 1993, while drinking in a bar, Siku moja mwaka wa 1999 akilewa kwenye baa, he heard people singing nearby. aliwasikia watu wakiimba karibu. Curious, he followed the voices. Akitaka kujua And alizifuatilia that sauti. was where he encountered Archbishop Kakonzi, Na hapo alikutana na Askofu Kakonzi who led him in a prayer of repentance. aliyemwongoza kwa ombi la toba. That day, Bishop Maundu fully kept his life to Jesus Christ. Hiyo siku Askofu Maundu kabisa aliyatoa maisha yake It kwa was Yesu more Kristo. than a moment. Ilikuwa ni zaidi ya tukio, It was a calling. ulikuwa ni mwito. Not long after a while in prayer, Baada ya kukaa kwa maombi kwa muda si mrefu, he heard the unmistaken voice of God calling him to preach the gospel. alisikia sauti ya Mungu isiyokosea ikimuita kuhubiri Injili. This was not an ambition, it was a divine assignment. Hii haikuwa ni azma, ilikuwa ni kazi ya kiungu. He obeyed. Alitii. Bishop Maundu began preaching in his schools, open air meetings, and local churches. Askofu Maundu alianza kuhubiri shuleni, mikutano ya hadhara na God makanisa. gave him a special grace of evangelism, and his passion for winning souls became evident. Mungu alimpatia neema spesheli ya uinjilisti na kutaka kwake kuvuna nafsi kudhihirika. Ilikabidhi Kiteta, he planted his first church by lending a small shop. Katika Kavingi ya Kiteta alipanda kanisa lake la kwanza kwa kukodi nyumba ndogo.
mdogo, a humble beginning that would spark to a spiritual movement. mwanzo mdogo ambao ungekuwa ni mwondoko wa kiroho. As the fellowship grew up to 100 believers, he acquired a land in 2002 and built a permanent church started in 2004. Ushirika ulipokuwa kufikia watu 100, alipata shamba na akajenga kanisa la kudumu mwaka wa 2004. A testimony of faith, resilience and God's provision. Ushuhuda wa imani, bidii na kupeana kwa Mungu. In 2006, tragically struck when his beloved wife Jen Kawia, who had stood faithful with him in life and ministry, passed away. Mwaka wa 2006 msiba ulipatikana kwake wakati mke wake Bishop Maundu married Grace Mbada. Mwaka wa 2007 Askofu Maundu alimwoa Grace Mbada, who has since stood beside him in the ministry. Together they have been blessed with 3 children. ambaye tangu siku zile amesimama naye katika huduma, pamoja wamebarikiwa na watoto. The same year 2007 he was ordained as a reverend and become an overseer of the New Life Outreach Church in Makueni. Mwaka ule ule wa 2007 alitiwa wakfu kama kasisi na akakuwa mwangalizi wa kanisa la New Life Makueni. His ministry expanded, his vision widened, his leadership deepened. Huduma yake ikakuwa, maono yake na uongozi wake ukawa ukiendelea ndani. He enrolled for certificate course in theology which he completed. Alianza kusoma masomo ya cheti cha theolojia ambayo alimaliza. Afterward he sat for his diploma course in theology at CRIO Ministries School. Baadaye akafanya cheti cha astashahada katika shule ya CRIO Ministries alipomaliza. And completed in 2017. Na akamaliza mwaka wa 2000. On the 3rd August 2019 he was installed as a bishop in Church of Makueni County. Tarehe 3 Agosti mwaka wa 2013 aliwekwa kwenye wadhifa wa askofu wa kanisa la Makueni. And as steward the church has flourished, established branches in chini ya uongozi wake kanisa limekuwa likawa na matawi kwa sehemu zifuatazo: Kiteta, Munyini, Kageda, Kakenga, Bumbuni, Wadi, Kwasiongali. Each branch is a light in the community. Kila tawi ni nuru katika jamii. A testament to one's man obedience to the voice of God. Ushuhuda wa kutii kwa mtu mmoja kwa sauti ya Mungu. And that is his profile. Na hiyo ndio Tanzania. May we give God a clap of praise. When you see a successful man, ukimwona mtu amefaulu, there is a story behind. Kuna hadithi nyuma yake. Any successful man you see in this life, mtu yote unamwona amefaulu, there is a story to tell. Kuna hadithi ya kuhadithia. And we appreciate God for the story behind the man of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Life Outreach Mission, Bishop Titus Kakonzi. Tunapokuwa tumesimama na muuliza askofu mkuu wa kanisa la New Life Outreach Mission, Askofu Titus Kakonzi, to begin the inauguration service, ili aanze sherehe ya uhitimisho. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe.
Yesu asifiwe. Yesu na Hallelujah. Today, Sunday, 11 December 2025. Leo Jumamosi, tarehe 11 Oktoba mwaka 2025, is a special day in the midst of New Life Outreach Mission. Ni siku spesheli katika huduma ya New Life Outreach Mission. This is a day that we as bishops, ni siku ambayo sisi maaskofu wakuu, bishops, maaskofu, apostles, mitume, pastors, wachungaji, other leaders, na viongozi wengine, and the family of New Life Outreach Mission, na jamii ya New Life Outreach Mission, are to witness the inauguration of Bishop Charles Maundu Mwanya. Tunasherehekea kuidhinishwa kwa Askofu Charles Maundu Mwanya as a deputy presiding bishop, kama kaimu askofu mkuu, stop regional overseer, au pia kiongozi wa kanda of this church. ya kanisa hili. Now, Sasa I asked Dr. Jefferson Kamba, ninamuuliza Daktari Jefferson Kamba, kwa niaba ya maaskofu, haya ni sawa, wachungaji, viongozi wa kanisa na familia nzima ya New Life Outreach Mission, wamlete mtumishi huyu aliyetiwa mafuta na wa Mungu ili kuwepo rasmi katika ofisi ya naibu askofu kiongozi msimamizi wa kanda katika kanisa la Yesu Kristo chini ya uangalizi za New Life Outreach Mission. Na kulioni kenana utemana basi, ningetaka sasa huyu mketi chini, wakuja hapa, simame hapa, wakabili uketi. Umeniletea. Asante, Bwana akubariki. Tumeshukuru sana. Wacha tuendelee na Mungu abariki. Now I want to welcome my colleague to come up from there na nitaendelea na sisi zingine. Haya basi, my dear brother Bishop Charles Maundu Mwanya, a servant of God in the God's Holy Church, is called to be active and testify the spirit as the Lord of Lords and the King of Kings. You are called to guard faith, unity, to maintain the church's discipline and promote his mission in the world, to celebrate and lead in the administration of the ordinances of the new covenant, to install pastors, elders, deacons, and participate in ordination of the reverends, apostles, and to be in all things as a faith God's name. Mitume na manabii na watu waliouliwa kwa sababu ya Injili, and of those of every generation have looked to God in hope, na wale wa vizazi zote waliomtazama Mungu katika tumaini. Your joy will be to follow the way of Christ Jesus. Furaha yako itakuwa kuifuata njia ya Kristo Yesu, Who came not to be served but to serve, aliyekuja sio kutumikiwa bali kutumika, and give his life a ransom for men. na kutoa maisha yake kama sadaka kwa ajili ya watu wengi. Now for you to qualify to do what I've just said, Ili sasa wewe kuhitimu kufanya yale you are niliyosema, required to answer the following question. unahitaji kujibu maswali yafuatayo. You need another mic. You are required to answer the following question. Unahitaji kuyajibu maswali yafuatayo. Bishop Charles Maundu Mwanya, Askofu Charles Maundu Mwanya, are you confused beyond the reasonable doubt je, umeshawishika na huwezi kushuku that you are called and that you are fit for the office of the deputy presiding bishop of the regional overseer of Makueni in this church? ya kwamba umeitwa kuwa kaimu askofu mkuu katika kanisa la Makueni? Ndio. Will you accept the reference this call? Je, utakubali na kupatia heshima wito huu? Fulfill this trust in the obedience of Christ? Kutimiza imani hii katika kumtii Yesu Kristo? Yes. Will you accept the discipline of the church? Utakubali nidhamu ya kanisa And a faithful exercise of authority within it? na kwa uaminifu kufanya kazi kwa mamlaka yake?
Will you faithfully engage yourself in prayer? Je, utajitoa kwa uaminifu kwa maombi And in the study of the Holy Scriptures, that you may have the mind of Christ, na kusoma maandiko matakatifu ili uwe na mawazo ya Kristo and uphold the truth of the gospel against the error? na kuinua ukweli wa maandiko kinyume na makosa? Will you strive to fashion your own life and that of your household according to the way of Christ? Je, utafanya bidii kulea maisha yako na yale ya nyumba yako kulingana na mapenzi ya Kristo? Will you strive to live a life which is blameless? Je, utafanya bidii kuishi maisha yasiyo na Only without reproach and become a person of integrity. matakatifu yasiyo na aibu na kuwa mtu wa heshima? Will you jealously defend? Je, kwa wivu utatunza Guard faith, kwa wivu utatunza imani, unity and the discipline of the New Life Outreach Church? umoja na nidhamu ya kanisa la New Church? As a leader and the deputy presiding bishop spoke regional overseer, Kama kiongozi na kaimu askofu mkuu na kiongozi wa kanda ya Makueni, will you encourage je, utawatia nguvu and support all saints na kusimama na watakatifu in wote their giftings and ministry? katika karama zao na huduma zao? Nourish them from the riches of God's grace. Uwalee kutokana na utajiri wa neema za Mungu, Pray for them without ceasing, ukiwaombea pasipo na kukoma, and celebrate with them the ordinances of our redemption. na kusherekea nao mausia ya ukombozi wetu. Utafanya haya? Will you be in all things Je, utakuwa kwa mambo yote just mwenye haki, lawfully? Anapewa, anaendelea kupewa. endelea kutafuta kutoka kwake, asimame nawe kwa sababu ya wito wako na huduma yako. I call the Archbishop Ninamuita askofu mkuu to read the following statement. asome maneno yafuatayo. Yes. You have committed yourself Kupitia ahadi hizi ulizoahidi mwenyewe to God kwa Mungu, to serve His church kutumikia kanisa lake in the office of Deputy Presiding Bishop, katika afisi ya naibu askofu mkuu, stroke regional overseer. pia kiongozi wa kanda. I therefore ask you to vow with these words. Ninakuuliza utoe nadhiri kwa maneno haya. Natimiza haya kiwango cha kujitolea kwa huduma za Bwana Yesu Kristo, kumtumikia kama naibu askofu mkuu, msimamizi wa kanda, mchungaji wa watu wake kwa utiifu wa unyenyekevu, kufanya niwezavyo kuishi maisha matakatifu ya haki ya uadilifu kulingana na maagizo haya ya Agano, maadamu mnaishi wakati wa neema, wakati wa shida, au katika hali nyingine yoyote, bila maelewano, majuto au kurudi nyuma. Kwamba atatimiza yale. Bishops who are here Maaskofu walio hapa and apostles na mitume to pray for the new deputy presiding bishop, wamwombee askofu mpya ambaye John National overseer, ambaye pia ni kiongozi, anointing him with oil. wamtie mafuta. Nataka kukutia mafuta. Hallelujah, thank you Jesus. Tusimama na miguu yetu. Toka mema mwetu.
so that he may be celebrated in the heavens. Hallelujah. Tunataka tumbalize hiyo mavazi. Akaambiwa leta ile ripoti kwanza umweke. Mwikie koti umbe. Yeah.
Haya, tuendelee na wani. Chukua nguo nyingine ya juu kama ya umvishe juu ya efodi. Wacha tuone kiwango hiyo. Mkuu wa kanisa na mamlaka ya kanisa lake sasa umewekwa wakifu na kuthibitishwa kikamilifu kwenye ofisi takatifu ya naibu askofu mkuu, mwenyekiti, msimamizi wa kanda. Una mamlaka ya kulinda imani, umoja na nidhamu ya kanisa, kusherekea na kutoa utawala wa maagizo ya Agano Jipya, kusaidia katika kuwekwa wajibu kwa maaskofu, mitume, makasisi, wachungaji takatifu Yesu Kristo, na nguvu za Roho Mtakatifu wainue na kufanya huduma yako iwe na matunda. Now, sasa brethren of the New Life Outreach Mission, wapendwa wa huduma ya New Life Outreach Mission, Saturday, October 25, leo Jumamosi, neno la Mungu linatuhimiza ya kwamba anayefanya kazi anastahili kula matunda ya hiyo kazi. Support your deputy presiding bishops for regional overseer. Msimame na kaimu askofu mkuu ambaye pia ni kiongozi wa kanda vizuri, with your money na pesa zenu and material things. na vitu vyenu. Nimemwona akitembea, nilimwona ataitembea, na nimemwona sijui anatembea na motorbike nowadays, na tisi aenda na motorbike ama anatembea na nini, kana atumia chao. Kiwango kimeenda juu, kiwango ni cha juu na kipeleke juu na matende, na ni cha juu. Nasema kiwango kimeenda juu, na kiwango ni cha juu na matende. You must support him. Lazima msimame naye with your money na pesa zenu and material things, na vitu vyenu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ataye. Askofu amemwahidi tutakuja kumwona. Yeye alikuwa anasema ama ni askofu mkuu? Askofu mkuu. Askofu mkuu. Ndio huyu mwaka ujao tutanunulia V8. Ni kweli. Thank you. Na huyu tutamwona gari yake. Now, I charge you, brethren, ninawaapisha wapendwa, therefore before God and the Lord Jesus Christ, hivyo basi mbele za Mungu na Bwana Yesu, you observe these things without complaining or compromise. Mtatumika bila kunung'unika wala kujichanganya. Today I am asking you, if you have heard this word, how far to the presiding? Umepata Biblia, wacha nitakuja maneno uyatie moyoni. Pokea kitabu hiki. Hapo kuna maneno ya uzima wa milele. Yachukue kama mwongozo wako na uyatangaze kwa ulimwengu. Jichunge mwenyewe na ile kundi za zima ambalo Roho Mtakatifu amekuweka uwe msimamizi wao. Watie moyo wale walio waaminifu, warudishe waliopotea, na lijenge mwili wa Kristo, aje iwe kisima kirefu ambacho
mutachota maji ya uzima. Amen. Kuidhinishwa kwa kaimu askofu mkuu na kiongozi wa kanisa. Certificate. Be it known that the saints and the certified bishops, all signatures are hereby subscribed in the Republic of Kenya in recognition of. Ijulikane kwa watakatifu na cheti hiki ambacho maaskofu wametia sahihi kwa mkono wao katika nchi ya Kenya kwa kumtambua. That in recognition of Bishop Charles Maundu Mwanya, kwa kumtambua Askofu Charles Maundu, all sufficiency in good learning, ambaye kutosheka kwake kwa kusoma, soundness in faith, na usawa katika imani, and the purity of conduct, na utakatifu wa mienendo, is hereby inaugurated and the holy affirmed to the office of the Deputy Presiding Bishop and the Regional Overseer of the New Life Mission Church. Hivyo basi ameidhinishwa na kuthibitishwa katika ofisi ya kaimu mkuu wa huduma ya New Life Outreach Mission. The Apostolic Church of God having commissioned a Deputy Presiding and the Regional Overseer. Kanisa la kitume la Mungu likishamkabidhi mamlaka kama kaimu askofu mkuu, kiongozi wa kanda, given under our hands and a seal in this day, 11th day of October in the year of the Lord 2025. Ikiwa imepeanwa kwa mikono yetu na kwenye muhuri huu siku ya 11 ya Oktoba mwaka wa 2015. The College of Bishops for the New Life Outreach Mission. Taasisi ya maaskofu wa New Life Outreach Mission. Endali monenge baruo. Anataka nipe barua hii. Na ndimonenga baruo ndinena na mwitu asa wakemwe kana mukabula ne mutwiki wake na kewe nage totena barua. Ili nikimpa niongee pia na mke wake ambaye anamsaidia asisikie ana barua. Dhini wa serikali ya Kenya. Katika serikali ya Kenya. Watu wa Lebanon. Ukifanyika kasisi. Tinye na ilokunya barua. Sio mimi nastahili kukupa barua. Ndoa abasitwa mosu wa donitendo. Kazi yangu ni kupeleka majina kwa mwanasheria mkuu. Na ndidi leo kumakuwa kwa wena ilaone. Na nikipewa kutoka huko barua ambao una mamlaka. Nojila we gazete. Na unatiwa kwenye gazeti. Na ndimwete. Na nimletee. Juni ndimi kwa masito manje kwa donitendo. Sasa nitapeleka majina yake kwa mwanasheria mkuu. Na baada suma yetu barua watu nyuma. Na baada ya wiki 3 barua yake itoke. Na ndiwote ba. Na nilete hapa. Okay, nenge kanisa lene. Nikuje nipe kanisa ikiona. Juni sasa ni kasisi. Lakini no binani ba masito kwa donitendo. Na ni lazima nipeleke majina kwa mwanasheria mkuu. Nina toye dijuika niso tuika bishop nezile kwa Reverend na never gazette na Kenya government. Kabla sijakuwa askofu nilipeleka ni kwa sababu nilifanyika kasisi kwanza na nikawekwa kwa gazeti za masimo maaskofu ninatoye na Reverend gazette. Majina yake askofu nilipeleka akiwa kasisi na akawekwa kwenye gazeti. Na tutoza kuzaenda wewe askofu kutenga gazeti na Kenya government za wewe Reverend. Na huwezi kuwa askofu kama hujawekwa kwenye gazeti na serikali ya Kenya. Kwa hivyo hiyo itakuwa hivyo. Kwa hivyo na ni furaha mkuu. Na ni utanwa kwa mnene. Ni mukeshe. Ni munenge. Naibu presiding bishop. Munini askofu. Barua hii. Barua huu. Akiwa na mke wake. Hakuma barua. Sasa nataka nilini hotuba na kubali kwangu Askofu Charles Mwanya wa Kiswahili. Habari ya mchana, nimesimama mbele yenu leo nikiwa na unyenyekevu mkubwa wa kukubali nafasi ya naibu askofu mkuu. Namrudishia Mungu utukufu wote kwa kuwa ni kwa neema uongozi wake nimeweza kupika hapa katika safari hii ya huduma. Nimemshukuru askofu mkuu kwa kuniamini, kwa uongozi wako thabiti na kwa mfano wako wa imani isiyotetereka
nina heshima kubwa na pia uwajibu mkubwa kutumikia pamoja nawe katika kazi hii kuu. Kwa maaskofu wenzangu, makasisi na familia ya kanisa kwa ujumla, na washukuru kwa maombi yenu, msaada wenu na imani yenu juu ya wito ambao Mungu ameiweka juu ya maisha yangu. Na basi hii sio cheo cha kujivunia, bali ni wajibu mtakatifu wa kumtumikia kwa unyenyekevu, uaminifu na upendo. Kwa familia yangu, sadaka zenu, moyo wa kunitia moyo na imani yenu isiyoyumba juu yangu umekuwa nguzo yangu. Asanteni kwa kutembea nami katika njia hii. Ninapochukua jukumu hii naitoa kuwa kiongozi mtumishi, ninataka kuinua wengi na kuongoza kwa mtatii, tanyenyekea, maana kama sitanyenyekea sitainuliwa. Na muda huyo niliyotembea nawe na hapo niliponifikisha, nashukuru Mungu. Siwezi kalipa chochote, bali kwangu ni kulipa heshima na kukuombea. Kuna mahali pale sijui kama nimepitwa na masikio. Mwaka niliokutana na askofu na akaniombea wokovu, na nilikuwa mlevi, maana kasisi Filipo alikuwepo. Wakati niwakuta huko Kafindi, niwakuta akihubiri nikiwa mlevi. Hata nilikuwa nimepepa na mikono hii nilipa hapo na mchuzi. Nilikuwa nimelewa. Wakati nimesikia wakiimba na tukaanza tena Yesu anaongozi. Nikapanda huko kwa jukwaa tena basi. Nikataka kusimamisha kile alikuwa akiendesha waniombee. Nilikuwa ni mwaka wa 2020. Ndio tulikutana huko. Pale nilikuwa nyingine kama amekosea kidogo. Ilikuwa ni mwaka wa 2020. Na hapo niliokoka kabisa kumaanisha. Na kutoka siku hiyo mpaka leo siarudi nyuma. Nikawa mtu wa kuomba, nikawa mtu wa kuhubiri, nikawa mtu ambao sitaki mtu apotee. Hata wale wanaoniita mbaya si kitu kingine, ni kuhubiri, kumhubiria. Kwa hivyo ubaya wangu mbinguni utageuka yawe ni mema. Maana unajua mtu ambaye hataki kuacha dhambi, akiambiwa hii neno la utakatifu, anataka kutukana mtumishi. Sijaidea mtu siyawe kutukana mtu, mbali na nanyeze hiyo. Maana pale Yesu amenitoa mimi na ushuhuda. Na nataka msikie siku ya leo, wengine hawajui, wanajua kulipa mtumishi. Nataka ninene hii neno moja, Yesu amegeuza. Maana hiyo kazi nimesikia ikiwa ya nabii. Si bwana hapa kama ni huko. Watu wangekuwa wakielewa vibaya. Ulimbaji nyingine Zambia, Tanzania na Kenya. Na sikuwa siendi hivyo nilikuwa nafanya kitu. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo mimi sikuogopa mtu wa kawaida. Sikuwa nikimbia mtu, nilikuwa naingia serikali. Na mahali kulikuwa na ulinzi hapo ndio nilikuwa natoa mama. Nilikuwa nikienda huko na pesa, lakini hiyo ilisaidia. Kwa hiyo wazazi wetu kusaidia. Wakati nimeombewa wokovu kutoka siku hii ndio nimebadilika. Mpaka leo naanza sifa. Tukalia. Amen. Na kwa nini mseo na mtangi? Hii nini haisikiki hapa. Leo Nitumia ngaibe kwamba mdomo ambayo ni siku kuu. Ulani mdomo munene. Mungu mwenyewe ameifanya. Ngai mwenyewe atuikisie. Kwa ajili ya kazi yake. Ni kwa ya watu.
ambao ni kiwango Mungu amepeleka siku ya leo. Kila ni kiwango watu wa umuthi kwa ajili ya kazi yake. Mundu wa wia wake. Na shukuru wa kibishop. Nitungia mubea akibishop. Mundu atufuatilie katika huduma. Ndeni wa thukuru. Wapendwa wote katika Kristo. Endwa wote ndeni wa Kristo. Watumishi wa Mungu. Na thukuru mangai. Ninashukuru. Si rahisi. Wewe ndio rahisi. Inahitaji neema. Utabumo. Inahitaji maombi. Sema moya. Kutoka kwetu. Kuma kwetu. Na kutoka kwenu. Na kuma kwenu. Tunahitaji maombi. Tuenda moya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu nataye. Kwa tunashukuru. Kwa hiyo tunga mobea. Bwana wabariki. Bwana mwamini. Akibishop. Wa maaskofu wale wengine. Na mabishop badani. Reverend. Makasisi. Pastors. Mapasta. We are grateful. Tunashukuru. So God bless you. Mungu awabariki. Tutafanya hii kazi. Ndio Mungu maweo. Ya Mungu maana ametupea. Amen hapa. Na makasisi na mitume. Umeibada kama upata nafasi ya kusalimia watu, simama hapa mbele. Ndio hapo ya karibu sana. Naitwa President. Mimi ni mtoto wa hapa na umili Nairobi Jesus Mobilization Hall. Nairobi mmoja. Very good. Ndio. So kwa majina naitwa Lucy Mweli, nafanya kwa ofisi ya area MCA ambaye ni rafiki mkubwa wa bishop wetu, na alikuwa amesema nikuje nikuwe na nyinyi niwasalimie tukue pamoja, ndio manake nimesimama hapa. So Mheshimiwa Mainga anitumia bishop wetu 10,000. Ele mutangie, não é
tutaona wazana wao. Ndio kile ndio wana wao ndio mauta. Mundu ne wanito ke mobea tunga mobea kwa onde alamu kiende ni wachabiki alamu kiunga misie mwaunia mwake bolea na mweka mamundu maseo yene asenga yamu adime na mweka nesa na hivwa peo umwe ukweza kweza chabiki kitaki onagete imo support mundu lati u support mbogo mnyangai tu support ngai mene o adimaisa amen. Soyo kana liu wigo ata Yesu indi tembothi na mbanti owanini kana tuke ata nina maaskofu pastors watumishi wa Mungu watakuwa kwa ile hema, lakini alangi onde mosa liu mwezi okoba muke kwira ata Yesu. We have come to witness of your great doing. And Lord, when you are elevating one of us to higher authority and higher office, we thank you, Lord, because you have been so faithful in all aspects of our life. And God, you have gathered here with a reason, that God, if we celebrate one of us, we shall also be celebrated. And Lord, you have anointed us with a grace, so that we may continue to serve you and to honor you in the area of your people. Father, we have seen the good beginning of this function, and Lord, now we have come to the end of it. Even as we leave your house, Lord, we speak of your divine blessing upon each and every one of us. Some of your people have left their houses, their homes, and have come here. Lord, the blessing that accompanied thy people who have come to witness as you anoint your men, may this blessing accompany them back to their homes in the name of Jesus. Yes, God. If there was anybody who is sick in their family, Father, we command because of this grace and anointing, may there be healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Every works of the enemy, because of the anointing that breaks the yoke, may this anointing walk together with them and break every yoke of the enemy in their families, in their children, in their marriages, and everything called of them in the name of Jesus Christ. Father, we pray that, Lord, as you protect each and every one of us, even those who will be traveling back to find us places, Father, be together with them. We thank you because you guide us even as we leave this place. We bless the area of Wadunda. We bless this area of Tawa. We bless the area of Kiteta. We bless Makuweni. And every person who has come from different aspects and spheres of life. Father, we pray, we speak a blessing divinely upon their lives in the name of Jesus. Be together with us, even as we live. Father, may your glory be seen. Honor and glory to your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Father, we thank you even for the food that you are going to take, the food ahead of us, oh my Father. There are people who committed themselves and prepared this food for us. I will pray, God, will bless them in the name of Jesus. Even as we partake this food, may it be a remembrance of today that, Lord, you have blessed us. As you say, you bless the daily bread, it has happened unto us. Father, we sanctify it as we partake it, and we invite you to partake with us. In Jesus' name we pray.
Amen.